Leo tunazungumzia hadithi ya Rajab Abdul Kahali, anayejulikana kama Harmonize au Konde Boy. Huyu ni msanii mkubwa wa muziki Tanzania na Afrika nzima. Safari yake ni somo la kutokata tamaa. Alizaliwa Chitoholi, kijiji kidogo mkoani Mtwara. Maisha ya kijijini hayakuwa rahisi, lakini yalijaa upendo na mila. Alikulia katika mazingira ya kawaida kama watoto wengine wengi. Hakuna aliyedhani kijana huyu angekuja kuwa gumzo duniani. Ndani yake, moto wa ndoto ulikuwa unawaka. Alitaka kubadilisha maisha yake na ya familia yake kupitia kipaji chake. Safari yake kutoka Mtwara hadi Dar es Salaam ilikuwa ya ujasiri. Aliacha familia na marafiki, akaja mjini kutafuta ndoto ya muziki. Dar es Salaam ni jiji lenye changamoto nyingi, lakini Harmonize hakuogopa. Alikuwa tayari kupambana na kupitia magumu. Alijua ili ufanikiwe, lazima uvumilie. Leo, jina la Harmonize linajulikana kila kona ya Afrika na hata Ulaya. Ni muhimu kukumbuka alikotoka na safari aliyoipitia. Hadithi yake inatufundisha haijalishi unatoka wapi, kinachojalisha ni ndoto yako na bidii yako. Kutokata tamaa ndicho kilimfikisha hapa. Safari ya Harmonize ni ushahidi kwamba kwa bidii na imani, kila kitu kinawezekana. Hebu tuifuatilie safari hii kwa undani zaidi. Kutoka kijini hadi jiji, kutoka ndoto hadi uhalisia. Hii ni safari ya Konde Boy, ni hadithi ya matumaini na ushindi. Karibu kwenye safari ya Harmonize. Tayo. Alipofika Dar es Salaam, maisha yalikuwa magumu kuliko alivyotarajia. Hakuna sehemu ya kulala, hana ndugu wala rafiki. Alilala mitaani, kwenye vibaraza vya maduka. Mitaa ya Kariakoo ikawa nyumba yake. Alikumbana na baridi, njaa na upweke, lakini ndoto yake ya muziki haikufa. Ili aishi, alifanya kazi za suluba, kuuza maji, kahawa, vitafunwa. Watu walimdharau, hawakujua ndani ya muuza maji kulikuwa na star anayesubiri kuzaliwa. Licha ya yote, aliendelea kutunga nyimbo na kuandika mashairi. Alitafuta fursa ya kuingia studio, lakini hakuwa na pesa. Alijaribu kubisha hodi kwenye studio nyingi, wengi walimpuuza. Waliona tu kijana masikini anayetafuta kiki. Licha ya kukataliwa mara nyingi, hakukata tamaa. Aliamini kipaji chake kitafungua milango. Aliendelea kuboresha uandishi na uimbaji wake. Alijifunza kutoka kwa wasanii wakubwa, akifanya mazoezi ya sauti kila alipopata nafasi. Hii inaonyesha moyo wake wa upambanaji na kiu ya mafanikio. Hakusubiri kupewa, alitafuta mwenyewe. Uvumilivu wake ulikuwa unakaribia kuzaa matunda. Ndoto yake ilikuwa hai, licha ya vizingiti vyote. Alijua siku moja ataibuka. Safari yake ya muziki ilikuwa imeanza rasmi. Muda wa Harmonize ulikuwa unakuja. Hatimaye, bahati ilimgonga Harmonize. Alipata nafasi ya kukutana na Diamond Platnumz, star mkubwa na mmiliki wa WCB Wasafi. Kukutana na Diamond ilikuwa ndoto iliyotimia. Diamond alisikiliza kazi za Harmonize na kuona kipaji chake. Alimpa nafasi na kumsaini chini ya lebo ya WCB. Hii ilikuwa hatua kubwa, kutoka kulala mitaani hadi kusainiwa na lebo kubwa. Chini ya WCB, Harmonize alipata mafunzo ya kisanii na nidhamu ya kazi. Alijifunza kuandika, kuimba na kucheza jukwani. Alifanya kazi kwa bidii usiku na mchana. Baada ya maandalizi, alitoa wimbo wake wa kwanza chini ya WCB, Ayola. Wimbo huu ulipokelewa vizuri sana na mashabiki. Sauti na ujumbe wa Harmonize viligusa mioyo ya Watanzania. Ghafla, jina lake likaanza kujulikana. Safari ya Konde Boy kuelekea kileleni ilikuwa imeanza rasmi. Mlango wa mafanikio ulikuwa umefunguliwa. Hakuna tena kurudi nyuma. Hii ilikuwa mwanzo wa hadithi mpya. Harmonize alikuwa tayari kwa dunia. Baada ya Ayola, Harmonize aliendelea kutoa nyimbo kali. Alitoa Bado na Diamond Platnumz, wimbo uliovuma kila mahali. Kisha Matatizo, uliogusa maisha ya watu wengi. Alianza kushirikiana na wasanii wakubwa kama Rich Mavoko na Korede Bello. Kolabo hizi zilimpa umaarufu wa kimataifa. Jina lake likaanza kutajwa pamoja na mastaa wa Afrika. Alifanya matamasha makubwa na kushinda tuzo mbalimbali. Kwangwaru na Diamond Platnumz ulikuwa kama wimbo wa taifa. Ulichezwa kila kona ya Afrika na kuvunja rekodi mtandaoni. Harmonize akawa star mkubwa mwenye ushawishi Afrika Mashariki na Kati. Kila wimbo aliyoutoa ulikuwa gumzo. Never Give Up ilikuwa hadithi ya maisha yake, ikawahamasisha vijana wengi. Alijijengea jeshi la mashabiki na heshima kubwa kwenye tasnia. Ndoto ya kijana wa Mtwara ilikuwa imetimia. Sasa anaishi maisha aliyokuwa akiyaota. Lakini safari yake haikuishia hapo. Kulikuwa na hatua nyingine mbele. Baada ya mafanikio makubwa chini ya WCB, Harmonize alihisi anahitaji changamoto mpya. Alitaka uhuru wa kisanii na kujitegemea. Alifanya uamuzi mgumu wa kuondoka WCB. Wengi walishangaa, wengine walimkatisha tamaa, lakini Harmonize alikuwa na maono yake. Mchakato wa kuondoka haukuwa rahisi. Alilazimika kulipa deni kubwa.
aliuza mali zake ili kupata uhuru wake. Baada ya kuondoka, alianzisha lebo yake Konde Music Worldwide, maarufu kama Konde Gang. Sasa yeye ndiye bosi, anasaini na kusaidia wasanii wengine. Alitoa nyimbo kama Uno na kuonyesha anaweza kusimama peke yake. Leo, Harmonize ni mmoja wa wasanii wakubwa na wenye mafanikio Tanzania. Ana lebo yake, wasanii wake na anaendelea kutoa muziki mzuri. Hadithi yake ni funzo, hakuna linaloshindikana chini ya jua, inatufundisha kuthubutu, kujiamini na kusaidia wengine. Safari ya Konde Boy ni ya kuigwa. Ni ujumbe kwa kila kijana, usikate tamaa, pambana, ndoto yako inawezekana. Huu ndio mwisho wa safari yetu na Harmonize.